Habari za wakati huu tena, karibuni katika kipindi chetu hiki kizuri. Tunakwenda kulitizamia somo letu la historia na maadili kwa namna ambavyo mtihani unaandaliwa kwenye viwango bora. Upo nami Josephat Kulwa nikiwa na mwenzangu hapa kwa jina ni Alion H. Moria. Leo tutakwenda kuchambua sisi sote kwa pamoja tuone namna gani mtihani ambavyo unaandalika ukiwa katika viwango vyote. Natumai tuende moja kwa moja kama kiongozi alivyoweka utangulizi sawa, ni kwamba kwa siku ya leo tunaenda kuchambua kwa pamoja ni namna gani bora tunapanga maswali yale kwa ajili ya mtihani ambao tunaupima kwenye viwango vya ubora. Tena naomba niseme haya, tunaamini kwamba wote tunaamini katika syllabus, wote tunaamini katika format, naam, wote tunaamini katika kalenda ya shule, na wote tunaamini katika lesson plan, tunaamini katika scheme of work, tunaamini kwenye vitu tofauti tofauti mpaka vitabu vya kufundishia darasani. Sote tunaamini hapo kwamba ili nipate kitu kizuri ni lazima teaching and learning materials niwe nayo, zizingatiwe, tuzizingatie kwa undani zaidi. Hili ni somo la historia ya Tanzania, bila kusahau maadili ya. Kwanza kabisa hili somo ni geni katika masomo mengine tuliyokuwa nayo hapo awali. Kwa maana hiyo tulikuwa na civic and moral. Kwa sasa hivi haipo, tuna historia ya Tanzania na maadili. Sasa katika historia ya Tanzania na maadili ni maswali Sasa katika Tanzania katika somo hili la historia ya Tanzania na maadili, maswali yake tuyaweke katika namna gani ili tuseme hapa basi tupo katika competency, tukipima uelewa, tukipima remembering, tukipima uchambuzi wa mambo, tukipima ung'amuzi wa mambo, tukipima ujengaji wa idea kwa wanafunzi. Sasa tunatunga katika namna ipi na tunaendaje? Sote tunajua historia yetu ya Tanzania kabla ya uhuru na baada ya uhuru, pamoja na maadili ya watu wake. Hilo ndo somo letu. Ina maana wanafunzi wajue historia kabla ya uhuru, wanafunzi wajue historia baada ya uhuru, pamoja na maadili ya Kitanzania. Format ya mtihani wetu inatambulika kwamba patakuwa na section A, patakuwa na section B, patakuwa na section C. Jumla maswali ni 10. Jumla alama 100. Sote tunatambua hilo. Topic to be covered zipo pale, from form 1 up to form 4 ziko pale, tumeelekezwa katika table of specification. Skills to be tested zote ziko pale, na zile remembering, evaluating, creating, na zipo kadhaa pale zimeandikwa pale. Kwa maana hiyo hizo zote zinatambulika. Sasa maswali tunayaandaaje, katika mfumo upi? Twende moja kwa moja hapo. Mimi nataka nitunge swali langu, let's say, labda tuseme mimi nataka kutunga swali langu, tukisema maswali yanayolenga umahiri au yaliyojikita katika umahiri, tunamaanisha maswali yenye uwezo wa kumfikirisha mtoto baada ya kumfikirisha ang'amue jibu lipi, ang'amue kwamba ni jibu lipi anatakiwa kulitoa au kulieleza.
Hapo ndipo tunasema umahiri, maswali yanayolenga umahiri. Ina maana tukileta swali ambalo halimsumbui mtoto kichwa, halimuumizi mtoto kichwa, tunasema hapa kidogo tupo nje kidogo, hapo tupo nje ya lengo letu, kwa sababu lengo letu sisi ni kupima uelewa, ni kupima ujuzi katika uelewa, ni kupima ujuzi katika uchambuzi, ni kupima ujuzi katika ung'amuaji wa mambo pamoja na kumbukumbu. Tuhakikishe maswali tunayoyatengeneza yanapima hivyo vitu. Katika kupima umahiri, ninalitengenezaje swali langu ili limfikirishe mtoto, limsumbue mtoto, aumize kichwa, achakati, alafu then aje na majibu. Unaweza ukazitumia lugha ya Kiswahili kutembea ambavyo unataka, lakini tuhakikishe mwisho tuna swali ndani yake. Sio unatembea na lugha ya Kiswahili vizuri kabisa, umeanza vizuri kabisa, alafu ulivyoanza pamoja na swali linavyouliza ni vitu vili tofauti. Unauliza swali lako, zama za chuma ziligunduliwa karne ipi? Wewe umepewa maelekezo kwamba mtihani wako ulenge umahiri, ujikite katika umahiri. Sasa wewe unaanza kuondoka sasa katika ala za mziki, tunaweza tukapata marimba pamoja na zeze. Je, zama za chuma ziligunduliwa mwaka gani? Je, jaribu kufikiria swali lako uliloliuliza kupitia upimaji wako wa umahiri. Je, vinahusiana? Tusije tukatafuta scenario ambazo hata haziendani na maswali tukasema hapa ninatunga mtihani ambao unajikita katika umahiri. Lazima tuhakikishe kwamba scenario ambayo tunaitengeneza katika kuuliza swali fulani ni lazima hiyo scenario iendane na hilo swali. Nje ya hapo hakuna mtihani wowote utakaokuwa umetungwa. Tunasema huu ni upotoshaji. Ni lazima tukitaka kutunga maswali yanayolenga umahiri kwa kutumia scenario mbalimbali au scenario tofauti tofauti, tuhakikishe scenario zetu zinaendana na maswali au na maada husika. Kwa lazima tuhakikishe scenario zetu zina mahusiano na swali husika. Hakikisha yani ile scenario inampeleka moja kwa moja katika kufikiria kile ambacho umekilenga wewe. Swali ambalo anakuja kukutana halihusiani tena na scenario uliyompa kabisa. Na hapa huwa ninawashauri watunzi wa mitihani zaidi, hakuna ulazima wa kutumia scenario tu ulizozitoa huko. Hakikisha scenario zako zinaendana na maada husika. Kama mada ni tamaduni za Kitanzania, nataka kutunga swali langu katika utamaduni wa Kitanzania, na ili swali nataka lianze kwa scenario, ni lazima nihakikishe scenario yangu ninaitoa katika utamaduni wa Kitanzania. Ingawa pia unaweza ukaleta scenario kutoka katika mada nyingine ukaihusisha, tunashauri sana, kwa sababu hapa ni kupima umahiri, na kama ni kupima umahiri, tafasiri yake hatutaki kumvuruga mtoto kichwa wala kuchanganya akili yake. Kumbuka yuko katika chumba cha mtihani. Kile ni chumba cha mtihani, sio chumba cha mazoezi wala chumba cha darasa, ni chumba cha mtihani. Neno tu mtihani huwa kuna namna, kuna uzito mwanafunzi lile neno huwa analibeba kwa uzito sana. Ina maana utakapoingiza jambo jingine tu unaweza ukamvuruga.
na karibu mtihani. Naam, kwa sababu tukitengeneza scenario katika mada ya utamaduni wa Kitanzania na tukatengeneza swali ndani ya scenario, pakaona swali linalohusu mada, tukitengeneza scenario katika mada ya utamaduni wa Kitanzania, ndani ya ile scenario tukaweka swali linalohusu utamaduni wa Kitanzania, tunasema pale kwa mwanafunzi sasa tunamjengea nini mwanafunzi? Kumbuka scenario inahusu mada ya tamaduni ya Kitanzania, tamaduni za Kitanzania. Ina maana anakwenda kuifikiria ile mada tangu afundishwe mpaka alipofikia. Katika kufikiria kwake katika ile mada kuanzia alipofundishwa mpaka alipofika mle ndani, ndo anaweza akapata majibu ya ile swali ulilomuuliza. Tujikite katika mada. Mada ni tamaduni za Kitanzania. Scenario, nataka kupunga swali kupitia tamaduni za Kitanzania. Ni lazima scenario yangu niweke katika tamaduni za Kitanzania, nitoe katika mada ya tamaduni za Kitanzania. Tunashauri sana na mfumo wa scenarios ili kulenga umahiri. Hakikisha scenario zako zinakuwa ndani ya ile mada husika. Unaweza ukazitoa humo kabisa. Kwa mfano Abdalla, kwa mfano Abdalla kutoka Urusi alikuja Tanzania. Baada ya kufika Tanzania akakuta watu wakijifunza utamaduni katika maendeleo utamaduni katika maendeleo ya jamii na maendeleo ya taifa la Tanzania. Abdalla kutoka Urusi alifika Tanzania akiwa na rafiki yake Juma. Baada ya kufika Tanzania alikuta vijana wakifundishwa mila na utamaduni wa Kitanzania katika maendeleo ya jamii na taifa la Tanzania kwa ujumla. Nini maana ya utamaduni? Unawezaje kumwelezea Abdalla ajue kwamba ni wajibu wa vijana kujua utamaduni wao katika taifa lao? Yaani, kwa nini kuna ulazima kijana afundishwe utamaduni wa taifa lake? Swali hapo ndio liliko base. Na hiyo scenario unaona bado iko pale pale. Ni kweli kabisa. Ina maana ilo swali kwa mtoto, kitu cha kwanza litampa kufikiri, kuumiza kichwa. Nimeulizwa nini pale? Nitamwelezeaje huyo mgeni apate kuelewa ni kwa nini hawa vijana wanafundishwa utamaduni? Hilo ndo swali. Utamwelezeaje huyo mgeni aelewe ni kwa nini hawa vijana wanafundishwa utamaduni? Nitamweleza nini? Na maana linamuumiza kichwa kufikiri, litamuumiza kichwa katika upambanuzi, litamuumiza kichwa katika ung'amuzi, litamsumbua katika utengenezaji wa idea tofauti, kwamba aje na jibu lipi hilo swali, kuliko kuuliza tu eleza umuhimu wa utamaduni wa Kitanzania. Kwa sababu ukisema eleza umuhimu wa utamaduni wa Kitanzania, hapo utakuwa umeenda moja kwa moja kumuuliza ile somo aliyojifunza, lakini ni tofauti na kumuuliza kwa nini lazima ufundishe utamaduni. Lazima, kwa nini lazima tukufundishe wewe utamaduni? Maana yake litamrudisha kwenye somo umuhimu wa utamaduni basi. Lakini kwa namna hiyo muuliza ni kwamba lazima afikirie kwanza, lazima atafute jibu, na jibu litamleta kwenye somo. Sio kama umemnyokea moja kwa moja kujibu kile alichofundishwa. Hapana, anafikiria. Maana yake ni pale ni kwamba unapima, je, alielewa? Uelewa upo? Ni maswali mawili yanakaribiana hata kwa namna ya kuuliza. Eleza umuhimu wa utamaduni. Ni kwa nini utamaduni ufundishwe darasani?
Okay? Sawa. Swali moja lakini miondoko miwili tofauti. Picha mbili tofauti lakini swali ni moja. Na jibu ni moja. Sasa hapa ndipo tunakuja tunapata umuhimu wa kupima umahiri. Kwa nini tunasisitiza sana walimu watengeneze maswali ya kupima umahiri? Hapo ndo tunakuja kupata jibu lake kwamba katika kupima umahiri, kwanza tunamkumbusha mtoto, tunamlazimisha mtoto arejee kwenye topic aliyosoma. Hilo ndo la kwanza. Pasina kuuliza, tunamlazimisha mtoto kurejea kwenye topic aliyosoma. Tunamrudisha mtoto kuichambua ile topic aliyosoma. Tunamrudisha mtoto kukumbuka wakati anafundishwa ile topic alifundishwa na hiki kitu huko. Unaelewana? Hizo ndo faida za maswali yanayolenga umahiri kuliko maswali ya kukalili. Unamtafakarisha. Naam, unamtafakarisha ndio maswali yanameka kwenye tafakuri. Maana yake kwanza swali lenyewe lilivyo kulijibu, yani mtoto mpaka apate naulizwa hiki, maana yake kuna kitu amemtengeneza kichwani. Ni ile umakini, anasomaje swali, ameelewaje, anang'amwaje, anajuaje kuwa swali limelenga jibu fulani. Maana yake pale umemjenga, atakapolipata hapo umepima kweli mtoto. Na haya maswali unaweza ukayauliza popote pale. Section A, wala usione kwamba ni swali refu sana lina maelezo marefu. Ni namna tu ambavyo wewe unaeleza. Si lazima uanze na scenario. Ni namna tu. Kaeleza mwezeshaji mwenzangu hapa, kuna swali amelipa, ni kwa nini utamaduni ufundishwe? Ile swali linamfikirisha mtoto. Lakini halina scenario. Ni la moja kwa moja. Uwezo ukalifananisha na eleza umuhimu wa utamaduni. Kwa katika section zote haya maswali yanakaa. Haijalishi ni A au B au ni C. Ni multiple choice, match item, short answer and questions. OS. Popote hili swali linakaa. Inategemea tu naona aliuliza katika mifumo ipi na lugha ipi unatembea nayo. Tusisahau, tusije tukauliza tu maswali. Umenikumbusha sana mheshimiwa. Tusisahau, tusije tukauliza maswali. Unajua kuna watu ni wataalamu sana. Kuna mmoja aliwahi kuniandalia mtihani, nilicheka. Fundi. Kuna watu ni wataalamu sana. Wanaweza wakakuandalia mtihani wenye maswali 10. Yale kama syllabus inavyoelekeza na format inavyoelekeza. Yale. Lakini huo mtihani hauwezi ukafanyika ndani ya muda ulioelekezwa pale. Maswali ni yale. Lakini ujibikaji wake unaweza ukazidi muda ambao uko pale. Kwa hiyo tuhakikishe hata maswali tunayoyaandaa yanajibika ndani ya muda husika tulioweka. Maswali 10 mwanafunzi ana uwezo wa kuyajibu ndani ya muda ule. Kwa hiyo swali la competency tunaweza kuliandaa kwa namna ipi? Sasa tukaiandaa kwa namna ya ni kwa nini na sio eleza. Kuna ulazima gani na sio taja. Sisi tunapatana hapo. Kwa mtu ukikuwa ni kwa namna gani, kuna umuhimu gani, lazima mfikirishe kuliko maswali ya taja umuhimu, eleza umuhimu. Lazima mfikirishe. Haya maswali hatuwezi, uzito wake hatuwezi kucompare, uzito wake hatuwezi kufananisha na uzito wa haya maswali mengine. Paka hapo niseme tu ninahitimisha kipindi hiki
Sijajua kwako mwezeshaji mwenzangu. Ninachoongezea tu ni kwamba kila mmoja na namna yake ile anaweza kutunga swali kwa namna ile yote, tuna mwongozo. Kwa hiyo tunapotunga maswali kwa kufata kanuni zile ambazo zinatakiwa tuende nazo, hakuna ugumu. Maana naweza kutunga hivi nao katunga tofauti, lakini yote tukiyapima yanapima umahiri. Kwa hiyo ninapotunga mimi sitakavyotunga wewe, lakini tunavyoyapima lazima yote yaonekane yanapima umahiri. Sio uulize kama navyouliza mimi ndio upate swala la umahiri. Na wewe una namna gani ya kusakafia, ya kuandalia lile swali, mwongozo wa kulipeleka kwenye kumfikisha mtoto kuweka ile umahiri. Tusiumize sana vichwa, maana najua maswali yanapatikana na yanatungika, na ni namna tu umekaa na kuelewa hili jambo vizuri. Naam. Na niongezee hapo kama tulivyoahidi kwamba mwisho wa vipindi hivi tutakuwa na sample ya mtihani ya maswali ambayo yametungwa katika kupima umahiri. Pale hapo tutayachakata sote kwa pamoja, tuone ni kwa nini hivi na si hivi. Hata wewe pia utatuambia ni kwa nini hivi na si hivi, na naamini utaona tu tofauti uliopo. Nikusihi, kipindi hiki tunapokifunga, kuna vingine vipindi tunakuandalia ambavyo ninaamini vitatutoa katika pale tulipo tunaona kama tuna mashaka, vitatufungua na zaidi wote tujenge na tuinue hiki tunachokipambania ambacho ni namna iliyo bora ya kutunga maswali ya competence based. Pamoja na wenzangu, tunakushukuru kwa muda wako. Mungu akubariki sana. Uwe na afya njema.